maombezi ya wanawake, maanake tunatambua maombi maanake nini. Isije ikawa sikukuu ya maombezi ya wanawake lakini maombi tusiyajue. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Yaani ni kama hitimisho la kukumbushana wanawake kwamba yapo maombi duniani. Samueli wa kwanza 1 aya ile ya 10 hadi 28. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Kusoma eneo moja tu, mstari mmoja, yani aya moja, kulikuwa ni mkubwa, lakini nimelisoma kwa urefu hivi ili kukutafakarisha maisha ya kiroho yakoje. Angalia huyu Hana kwa maisha yake aliyotembea nayo. Ni muda gani Hana alikaa kwenye ndoa yake hakupata mtoto? Lakini Mungu amesema wazi, ukianza kulifuatilia hili somo ama hiki kitabu, kimesema wazi kwamba lile tumbo lilifungwa na Mungu, lakini Mungu alikuwa na makusudi na ndio maana alifanya jambo kama hilo. Hili somo nilipolisoma nikalifananisha na wakati wetu sisi wanawake. Sisi wanawake tunafundishwa kuwa na subira, tunafundishwa kuwa na uvumilivu, tunafundishwa kuwa na kitu ambacho tukikitunza maishani mwetu kitatupa hekima mbele. Tumwangalie huyu mwanamke Hana. Alivumilia pamoja na kutokupata mtoto, lakini bado alikuwa na uhitaji mkubwa wa kuweza kutaka mtoto. Siku moja alipokuwa katikati ya wenzie, alikuwa akijisema, lakini palikuwa na mtumishi wa Bwana mbele yake, alikuwa anaitwa Elia. Alikuwa akisema moyoni mwake, yaani ananung'unika, Mungu, kwa nini mimi hujanipa mtoto? Lakini wakati ule alipokuwa ananung'unika, mtumishi wa Bwana akajua amelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi lazima mwanamke ashiriki sehemu fulani. Wanawake tunazo nafasi kubwa za kwetu, lazima tupite, ndio jambo letu lionekane. Hata kama wababa wakisema na sisi ni vichwa, tunasema haleluya, ni kweli ni vichwa umepewa, Mungu amesema. Lakini hata sisi ndani ya kichwa hicho tumbo. Haleluya. Amina. Tukamteka Samsoni tukamshika Mungu. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwezo wa akili zake. Mungu ametupa akili na maarifa mengi, ila sisi tunakale kauka kutumia mwanamke. Ndio kanazuia. Kumbe ili tuwe watumishi wema, lazima tuendelee kusimama na Mungu, ila sana tuwe na nguvu ya maombi. Tukiwa na nguvu ya maombi, wanawake tutafika mbali. Mwaka wetu wa 2025 uwe mfano wa mzuri wa mwanamke wa kanisa la Moravian, kusimama na Mungu. Tusikubali kuwa wadhaifu, tukubali kuwa wanawake ambao tunamwelewa Mungu. Na tukisimama wanawake tunaweza kufanya jambo lolote. Na hata katika kazi yako, mwanamke ukijiamini, kazi yako inaenda. Wanawake